Habari ya wakati huu wapenzi wasikilizaji wako, naitwa Simulizi. Karibuni tena kwenye kilinge cha simulizi. Leo tupo na simulizi yetu mpya inayokwenda kwa jina la Adhabu Isiyostahili. Je, adhabu hiyo ilikuwa ni adhabu gani na nani hakustahili ile adhabu? Basi ungana nami Veronica Leonard katika simulizi hii. Ikiwa ni siku iliyotulia kabisa, kila mtu akiwa na mishemishe zake mjini. Zawadi hakwenda kazini kumsaidia dada yake, kwani hiyo siku alitaka kuifanya maalum kwa ajili ya mpenzi wake. Ilikuwa ni siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa mpenzi wake. Kwa kuwa alikuwa hodari katika upishi wa keki, hakutaka nafasi hiyo iende kwa mtu mwingine. Alinunua mahitaji na kutengeneza keki kubwa kiasi. Aliipamba vizuri kabisa. Baada ya kuhakikisha kuwa keki ipo tayari, naye alijiandaa kwa kujipura kama tujuavyo. Akiwa amevaa sketi fupi kiasi iliyoficha magoti yake na kustiri mwili wake vizuri pamoja na tisheti. Alibana nywele zake vizuri na kuvaa viatu vya kufunga vya chini. Akiwa tayari amemaliza kujiandaa, alichukua simu yake ya kitochi na kutazama saa. Ilikuwa imetimia saa 10 na dakika 5. Alichukua pochi yake ndogo pamoja na ile keki aliyokuwa ameiweka kwenye boksi na kuambatanisha kwenye mfuko wa kubebea. Alitoka na kufunga mlango, kisha alielekea barabarani kwa ajili ya kuchukua usafiri. Alifika na kuita bodaboda aliyotaka impeleke maeneo ya Mwembe Chai. Alipanda na safari ikaanza. Baada ya dakika kama 15 hivi alifika maeneo ya Mwembe Chai na kushuka. Alimlipa yule bodaboda na kisha kuendelea na safari yake iliyomaliziwa kwa hatua chache za miguu. Baada ya mwendo wa dakika kama 10 hivi alifika nje ya nyumba moja kubwa ya kawaida. Aliwendea mlango na kubisha hodi, huku mapigo ya moyo yakijaribu kuongeza kasi na kushindwa kuelewa alikuwa akihisi nini. Je, ni furaha aliyokuwa nayo ama ni woga? Aliendelea kubisha hodi kwa kugonga mlango, lakini hakukuwa na mwitikio wowote. Alipojaribu kuzungusha kitasa cha mlango, kilikubali na kufunguka. Aliingia mpaka ndani. Sebuleni hakukuta mtu yoyote. Alifika na kuweka mfuko wa keki chini ya meza pamoja na pochi yake kwenye sofa mojawapo. Kisha alinyata kuelekea chumbani. Alitaka kumfanyia surprise mchumba wake, asijue kwamba yeye ndo anaenda kufanyiwa surprise. Je, anafanyiwa surprise gani hiyo? Tuendelee. Baada ya kunyata mpaka chumbani, alifika kwenye mlango wa chumbani, lakini alisita na kusimama ili kujiweka sawa. Kisha alifungua mlango kwa nguvu huku akisema surprise. Surprise yake ilikatishwa na picha aliyokutana nayo humo chumbani. Hamu yote ilimwisha baada ya kumkuta mchumba wake akiwa mtupu pamoja na mwanamke mwingine kitandani. Machozi yalimtoka. Hakuweza kuvumilia hilo. Alitoka mbio na kuchukua pochi yake tayari kurudi nyumbani, huku ule mfuko wa keki akiwacha kule kule. Alihisi moyo wake umepasuka. Hakuamini kabisa wala kutegemea kuwa kuna siku itatokea atakuja kushuhudia jambo hilo. Moyo ulimuuma sana. Alipofika barabarani, alichukua usafiri na kuanza safari ya kurudi nyumbani, huku machozi yakiendelea kutiririka kwa kasi. Mpenzi, huyu ni nani? Yule msichana aliuliza baada ya Zawadi kutoka mle chumbani. Sifahamu, hata mimi nashangaa imekuwaje ameingia kwenye nyumba ya watu tena bila kubisha hodi. Musa alikuwa mchumba wa Zawadi alijitetea. Yule binti akasema, usinichezee akili yangu Musa, naomba niambie ukweli. Kwa nilivyomuona wala sio chizi kusema amepotea, na kama amepotea, amepoteleaje mpaka chumbani kwako? Msichana aliuliza kwa ukali ulioonekana usoni. Taratibu basi mpenzi. Taratibu? Huku unataka kucheza na akili yangu? Basi nakwambia, alikuwa ni msichana wangu, ila tumeshaachana kitambo sana. Msichana akamwambia, kama mmeachana
tena, kwa nini amekuja nyumbani kwako tena? Musa akamwambia, kwa kweli sifahamu lolote kuhusu ujio wake. Musa, msichana aliita kwa kutoamini maneno yake. Musa akamwambia, kweli nakwambia, wala sikudanganyi. Yule msichana akamwambia, ole wako nigundue kuwa unatoka naye, ama zako ama zangu. Musa akamwambia, hakuna kitu kama hicho mpenzi, mimi nakupenda wewe tu kusura. Nikajua naibiwa, haiwezekani, Musa alisema huku akianza kupapasa mwili wa msichana yule taratibu na kwa mbwembwe zote. Muda si muda wakajikuta wamerudi uwanjani. Zawadi alipofika nyumbani, moja kwa moja alielekea chumbani kwake na kujitupa kwa uchungu. Alilia sana akimlaumu Musa kwa alichomfanyia. Bila kutambua, usingizi ulimpitia na kumpunguzia maumivu yake. Alishtuka mida ya saa 2 usiku. Alipotoka nje, alimkuta dada yake akiwa anapika. Dada yake alipomwona akamwambia, shoga yangu, naona mpaka umelala, maana sio kwa mchogo huo. Dada yake aliyejulikana kwa jina la Feti, yaani Fatuma, alimuuliza kwa mbwembe. Aimini kwa mbwembwe. Shikamoo dada. Zawadi alimsalimia kwa unyonge huku akivaa kanda mbili na kuelekea bafuni. Baada ya muda alitoka na kuketi mlangoni. He, bibi, tatizo nini tena? Umeachwa? Dada yake alimuuliza. Zawadi akamwambia, dada, usiseme hivyo tafadhali, huku machozi yakianza kumbubujika. Zawadi, umepatwa na nini mdogo wangu? Mbona unalia? Feti alianza kuwa na wasiwasi baada ya kumuona Zawadi akilia. Dada, Musa, Zawadi alisema huku machozi yakizidisha kasi. Musa amefanya nini tena? Dada, Zawadi alizidi kulia. Niambie sasa, Musa amefanya nini? Nimemfumania na mwanamke mwingine chumbani. Jamani, hawa wanaume. Feti alisema kwa malalamiko na kuongeza, usilie mdogo wangu, ni maisha tu. Lakini kwa nini anifanyie hivi? Watendo wako hivyo mdogo wangu. Ila usilie mwaya, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa, Feti alisema na kumkumbatia ili kumpoza machungu yake. Zawadi aliumia sana. Alishindwa kula vizuri, kulala vizuri, na hata kazini alijikuta akifanya ndivyo sivyo. Dada yake alizidi kumfariji na kumuomba asiwaze tena kuhusu Musa. Anatakiwa kuwaza kuhusu maisha yake. Hata hivyo, muda wote huo alikuwa akisubiri simu ya Musa, lakini hakuiona, japokuwa Musa alimkosea. Wala hakuthubutu kumtafuta Zawadi ili warekebishe tofauti zao. Kitu hicho kilizidi kumuumiza sana Zawadi. Siku moja maeneo ya sokoni Mitumbani, kulikuwa na kijana aliyekuwa akilalamika kuhusu upunjaji wa chakula kwa mama ntilie. Dani, unalalamika nini kaka? Maana muda mrefu tu nimekusikia ukilalama. Kuna nini? Juma, kijana mdogo kuliko yule aliyekuwa akizungumza, muuzaji wa viatu sokoni hapo, alimuuliza. Akamwambia, ise Juma, hii si haki kabisa. Unajua mama Kesi amepunguza kipimo cha chakula huku gharama ikibaki ile ile. Sasa huo si unyonyaji kweli? Dani alizidi kulalamika. Kumbe bado unakula kwa mama Kesi? Mimi nimesha muhama zamani, ndio maana najinenepea tu. Unasubiri nini kaka? Amia Tigo ufaidike bwana, Juma alisema kwa bashasha. Dani akamwambia, unamaanisha nini Juma? Kuna dada mmoja maarufu kama Dafeti. Aisee, chakula chake si cha nchi hii. Utatamani unasikia njaa kila wakati ili ule chakula chake. Juma, umeanza sasa. Kweli Dani nakwambia. Hamia kwake uone kama utachomoka. Hata kipindi cha mfungo nadhani hutaweza kustahimili kupitwa na harufu ya chakula chake. Aisee Juma, wewe ni dalali mzuri sana. Sasa unachelewa wapi? Nenda ukaweke oda. Tusije tukaambulia harufu kama ulivyosema. Naona umeshashawishika na maelezo tu kaka. Ndio hivyo bwana. Juma alipofika kwa Dafeti,
alifika kwa mbwembwe zote kama kawaida yake. Dafeti, uko wapi? Leo nina habari nzuri kwa ajili yako. Kumbe ni Zawadi mwenyewe ndo yupo, Juma alisema baada ya kumkuta Zawadi jikoni badala ya Dafeti. Mambo Zawadi, alimsalimu kwa furaha, lakini Zawadi aliitikia kwa unyonge. Poa. Zawadi, unaumwa? Juma aliuliza baada ya kujibiwa kinyonge. Zawadi akamwambia hapana, nipo sawa. Juma akamwambia sasa mbona kinyonge hivyo? Amna, nipo tu sawa, Zawadi alisema. Hey Juma, umefika saa ngapi? Dafeti alimuuliza Juma baada ya kumkuta jikoni. Juma akamwambia sio muda mrefu, ila nimepigwa na butwaa baada ya kumuona Zawadi akiwa katika hali hii. Kwani amepatwa na nini? Dafeti akamwambia jamani, si muulize mwenyewe. Juma akasema nimemuuliza, hataki kuniambia au ameachwa? Juma, tafadhali ishia hapo hapo. Kwani umeachwa kweli? Mapenzi bwana. Na mwenyewe. Juma alizidi kusema kwa masiara. Dafeti akamwambia Juma, hebu acha na useme shida yako haraka. Okay, yaishe bana. Zawadi, usikasirike, sijamaanisha chochote kwa hili niliyozungumza. Juma alisema. Zawadi hakujibu chochote. Alibaki amejinamia huku machozi yakimtoka. Dafeti, leo inakupasa uniongezee kipimo, Juma alisema. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila siku nakuletea wateja wapya, Juma alisema. Kwa hiyo leo umeniletea mteja mpya? Dafeti aliuliza kwa furaha. Juma yake, badala ya sahani 5 huko unaleta sahani 6, Juma alisema. Jamani Juma, sijui nikupe nini wewe kijana, Dafeti alisema. Nipe Zawadi nimuoe. Wewe mchukue tu hata sasa hivi, Dafeti alisema kimasiara. Mfanya haraka basi, wasije wakaniona mimi tapeli, Juma aliwaambia. Kwa hilo tu ondoa shaka, muda sio mrefu chakula kinakuja, Dafeti alimhakikishia. Ndio maana nakukubali. Haya basi, baadaye, Juma alisema na kuondoka zake. Baada ya muda kidogo chakula kilikuwa tayari na Zawadi ndiye aliyetakiwa kupeleka chakula. Alibeba kikapu kikubwa ambacho ndani yake waliweka sahani 6 za chakula. Alielekea mitumbani kwa wateja wao. Alipeleka zile sahani kwa kila mteja. Alipofika kwa Juma zilibaki sahani 2. Juma, na hii sahani ni kwa ajili ya nani? Zawadi alimuuliza baada ya kumpatia sahani moja Juma. Juma akamwambia jamani, kwani mimi najua wewe si unayewafahamu wateja wako Zawadi? Zawadi akamwambia Juma, hebu acha masiara bwana. Wewe si ndiye uliyesema kuna mteja ameongezeka? Zawadi alisema. Ungesema hivyo sasa. Mwenyewe nilikuwa nimesahau, Juma alisema. Zawadi alibaki akimtazama pasipo kusema neno. Sawa, mteja mwenyewe yule pale anaitwa Dani, Juma alisema huku akimuonesha Zawadi mahali Dani alipokuwa. Zawadi alichukua kikapu chake na kuelekea kwa Dani. Alipofika alimkuta Dani akiweka sawa biashara yake. Zawadi akamwambia samani. Karibu mteja, karibu. Dani alisema akizani ni mteja. Zawadi akamwambia wewe ndiye Dani? Bila shaka ndiye mimi, karibu uchague. Samani, chakula chako. Kumbe chakula, tafadhali. Hebu nipatie. Dani alisema huku akinyoosha mikono yake kupokea. Zawadi alitoa sahani iliyokuwa imebaki na kumpatia Dani. Asante sana, Dani alishukuru. Zawadi haujibu kitu bali alianza kuondoka. Dani akamwambia samahani. Zawadi aligeuka bila kusema neno. Dani akamuuliza sahani sasa, namaanisha vyombo inakuwaje? Zawadi akamwambia nitavifuata jioni. Dani alimtazama mpaka ukomo wa upeo wa macho yake. Ndipo alipokirudia chakula na kuanza kula. Jioni ilipofika, Zawadi alirudi maeneo ya mitumbani kukusanya sahani pamoja na kuchukua pesa. Alipofika kwa Dani, baada ya kuchukua vyombo na pesa, alitaka kuondoka. Samahani, Dani alimsimamisha tena. Abe, mara hii Zawadi aliitika na kugeuka. Dani akamuuliza, sijui unaitwa nani?
Zawadi alijibu na kuondoka. Hata hivyo hakuwa na furaha hata kidogo. Muda wote alimwaza Musa, mchumba wake. Kila mara alishika simu yake kuona kama Musa alimtafuta, lakini hakuona jina lake. Moyo ulizidi kumuuma sana. Hata hivyo maisha yaliendelea. Tangu siku ya kwanza kula kile chakula, Dani hakutaka kukosa hata mlo mmoja kutoka katika mgahawa wa Dafeti. Siku moja Zawadi alipompelekea kifungua kinywa Dani alimsimamisha. Zawadi, hivi una tatizo gani? Mbona unaonekana huna furaha katika maisha yako? Zawadi alimtazama kwa huzuni, kisha bila kusema jambo aliondoka. Dani alibaki akimsikitikia tu bila kujua anaweza kumsaidia vipi. Zawadi alikuwa katika majonzi makubwa sana. Alimpenda na kumzoea sana Musa. Hakuwa tayari kuachana naye hata siku moja, lakini tukio lile lilimvunja moyo na kumuumiza sana. Aliporudi mgahawani hakuzungumza na yoyote mpaka waliporudi nyumbani mida ya saa 12 jioni. Bado Zawadi alikuwa kimya. Walipofika nyumbani, moja kwa moja Zawadi alielekea chumbani kwake. Alifika na kujitupa kitandani. Alilia sana, maskini Zawadi. Mapenzi yalimtesa. Kumwacha alishindwa, kumrudia aliogopa. Afanye nini? Dada yake alimwita nje akiwa anapika. Zawadi, mdogo wangu. Abe dada. Zawadi aliitika akiwa bado anafuta machozi. Hebu nyamaza kwanza, Dafeti alimwambia, lakini haikuwa rahisi kwa Zawadi kufanya hivyo. Kila alipofuta machozi alitoka zaidi. Basi lia sana mpaka utakapoona umelizika, Dafeti alimwambia. Kama utani. Zawadi alilia. Hakutania, alilia sana. Ndipo Dafeti alipomkaribia na kumkumbatia kwa huzuni. Akamwambia, inatosha Zawadi, umelia sana mdogo wangu. Dada akasema, inauma dada. Dada, inauma. Kaambia, naelewa mdogo wangu. Dada, nashindwa kumsahau. Basi unaweza kumrudia, Dafeti alimwambia akiwa amejitoa kwenye kumbatio. Zawadi akasema, kweli dada? Kweli. Kama unahisi moyo wako bado unampenda, nenda kwake, usije ukafa kwa ugonjwa wa moyo, Dafeti alimwambia. Nenda dada, bado nampenda sana tu, lazima niende, Zawadi alisema huku akiinuka pale alipokuwa ameketi. Haraka alielekea ndani kuchukua kanga ili akaoge. Hakuchelewa. Muda si muda alikuwa tayari. Dada yake alimpatia nauli, kisha Zawadi aliondoka. Alikuwa na hamu kubwa ya kumuona Musa. Ni wiki moja tu ilikuwa imepita pasipo wawili hao kuonana. Zawadi aliona kama mwaka mzima. Haraka alichukua usafiri na kuelekea kwa Musa. Haukupita muda alikuwa tayari nje ya nyumba ya Musa. Mapigo ya moyo yalikuwa yakienda mbio. Hakujua kwa nini. Kwa taratibu alinyonga kitasa cha mlango na kufungua. Kisha aliingia ndani. Nguvu zilimwisha. Machozi yalimbubujika kwa kasi. Baada ya kukutana na tukio kama aliloliona wakati uliopita. Tofauti ni kuwa wakati huu walikuwa sebuleni. Mwanamke akiwa ndani ya kanga, huku mwanaume akiwa ndani ya fulana na pensi. Alimfumania tena. Hakuwa na swali wala maoni. Taratibu alifungua mlango na kutoka nje. Moyo ulichoma pale pale palipo na donda bichi. Iliuma sana zaidi ya kidonda cha kawaida. Musa, tumefanya nini? Si ulisema huna mke wala mchumba? Yule binti aliyefumaniwa alikuwa na alipata na wasiwasi na kumuuliza Musa. Musa akamwambia, kwani kuna yeyote niliyemtambulisha kama mke ama mchumba kwako? Hapana, lakini alikatishwa. Akaambiwa mengine hayakuhusu, fanya kilichokuleta. Binti akasema sawa. Adhabu isiyostahili. Je, ni adhabu gani hiyo? Na nani hakustahili hiyo adhabu? Ndio kwanza tumeanza. Endelee kuwa nami Veronica Leonard.
mpaka wakati